Yes, ngũnyitwo ageni muno mwiroreri wakwa o haria hothe urakorwo ukirora video ino uri muthenya wa umuthi njerete kundu kuikaine ta Kanopi na kuria umuthi njukite nigetha tukorwo tugika rugano rwa mwanya muno tugora gikorwo kiona ndikiri na kana gakiri haha na mami wao na situation ya kana gaka ni gukorwo ni karwaru murimu wa corona uria gagikoretwo gagitwarwo thibitari citiganite na thaici kana kwa ndagika ino ni karabatara gukorwo gagithie India nigetha gathiga karigitwo ku no mamu wao tondu akiri haha ni gukorwo agituhengera thabari na rugendo rwa mwana uyu uria rukoretwo ruhana na hihi akiri na miaka igana nie njitagwo Nyarari ya Murang'a itakuria maregu nyite our mam ugeni karibu sana wambe tutaririe maretwa mako. Kwa majina naitwa Eunice Waithera Francis, ndio akona shida ya roho. Jani yake ya pregnancy ilikuwa haikuwa smooth, ilikuwa gumu kidogo, but nilimaliza vizuri. Nilimalizia Juja Road Hospital. At first nilienda nikaindusiwa juu siku zilikuwa zimepita, ile siku alikuwa niende nimzae. So wakaniambia wewe labda tukuinduce juu huyu mtoto amekaa. So nikaenda wakaniinduce, alafu wakaniinduce mtoto wakamtoa juu ilikuwa emergency. Wakanipeleka pale theater, ni mtoto akatolewa, mtoto wakampeleka kwa kitanda fulani ilikuwa na oxygen. So kumpeleka hapo penye nilijisikilia wakanipatia mtoto, though mtoto alikuwa na shida, nilikuwa antibiotics za kumpatia. Then after hapo ikakuwa sasa mkiwa hapo hospitali ulikaa kwa muda gani? Nilikaa kwa muda wa siku 3. Okay. Nilikaa kwa muda wa siku 3. Then nikadischargiwa. Bila nilidischargiwa nikaenda nyumbani. Kakaa naye vizuri like wiki moja, wiki ya pili. Huko akiwa kadogo nilikuwa naona huyu mtoto si kawaida juu alikuwa na blue. Alikuwa na blue kwa hapa hivi na mapua yake ilikuwa blue hapo hivi. Okay. Bila nilifika ilikuwa blue, so penye tulifika nyumbani nikakaa naye 1 week. Kaa naye 1 week. Next hiyo wiki ilikuwa imefuata akaanza kuwa anagonjeka sana. Akakuwa like nagonjeka homa. Alafu kuna siku ilinishtua juu alikuwa anavomit yellow. Nikimpea dawa anavomit yellow. Nikapigia baba mtoto nikamwambia, mtoto kuna venye naona akona shida. Niambia wewe mpeleke hospitali penye utaambiwa niambie. Nikampeleka. Penye nilimpeleka huyo daktari akaniambia ukinyonyesha mtoto juu alikuwa mdogo unamwekelea hapa alafu unamsugua ndio maziwa iteremke. Afanya tu hivyo. Kurudi na yeye nyumbani nikaona hapana. Huyu mtoto hayuko sawa. Jioni kuna dawa alikuwa ameandika baba mtoto akikuja amletee. Nilikuwa nauliza hiyo jioni itafika saa ngapi juu venye anatapika. Sasa nilikuwa nimeharibu nguo zote. Kinini yote ana vomit. Sasa hiyo jioni kumpatia ile dawa ilikuja na babake. Kwa sasa iko worse. Akikunywa anatoa yote. So ikafika mahali hiyo jioni tukaambiana tumpeleke hospitali. Kumpeleka hospitali tukaambiwa mtoto hapana. Tumpeleke Kalimoni juu ile ya Juja. Kaenda kumpeleka, oxygen zake zilikuwa chini sana. Though ukimwangalia mtoto ako sawa, but oxygen zote ziko chini. Kumpima yani inachezea 50, 60 hapo. Wakaniambia mtoto tulikuwa tunataka kumuadmit lakini hatutamuadmit hapa, tutakupatia referral twende Thika.
na kwenda huko tulitumia ambulance juu sasa alikuwa kwa oxygen. Kaenda mpaka Thika level 5 akalazwa huko. Tulilazwa, line zake zilikuwa na shida sana kupatikana. Alidungwa kutafutwa line kwa kichwa, anatafuta kwa shingo, tafuta kwa miguu. But mwisho juu ilikuwa na Saturday, alipatikana, line zake zilipatikana on Sunday saa 8 hapo ndio alianzia saa medication, akapewa hizo injections za siku 5, akapata nafuu, tukapelekwa kwa ward, tukalala. Tulilazwa like wiki 2 ndani, tukatoka tukakaa, tukarudi nyumbani, tukakaa tu akiwa tena na miezi 2 ile shida, lakini si ya kuvomit. Sasa hiyo homa, kukohoa nini, ikakuwa inasumbua sana. Nikaambiwa, nikapigia baba mtoto tena, nikamwambia mtoto leo ako mbaya sana, fever, kukohoa imekuwa mingi. Akaniambia mpeleke tu hospitali hapo karibu. Mpeleka, nikaambiwa hapana, huyu labda tumpatie bado referral aende kwa hospitali. Fikiria tuende Kiambu. Hiyo sasa ako na miezi 3. Enda Kiambu, Kiambu wakamlaza pia, ile homa wakatibu hiyo pneumonia ikapona. Karudi nyumbani tena, ukaa miezi 2, ile shida tena ikamrudia. Karudi akiwa na miezi 5 ya tuko naelekea miezi 6 by then. Rudi tena, tukapimiwa bado ni ile hiyo homa inaitwa pneumonia tena. Sasa wakakuwa wanataka kujua sana nini mtoto amekuwa anasumbuliwa na hii shida sana. Suggest x-ray. Piga x-ray, I think waliona kitu fishi hapo. Alafu daktari mkubwa venye alikuja akamwangalia, alilia, kulia liturn blue. Akasema hii lazima ikuwe ni shida ya roho. Wakamchukua, akaniambia wakasuggest hiyo echo. Nikapatiwa daktari fulani cardiologist, tukaenda huko KMA huko Upper Hill, fanyiwa echo, wakaona ni hiyo heart ni mbaya sana. Hata walikuwa wanashangaa mtoto ana survive aje, lakini ungemwangalia ungefikiria kwa hivyo. Wakatusuggestia tufanye shunt. Shunt I think ni hiyo kufungua hiyo valve, walikuwa naona ni kidogo. Sasa wangefanya juu bado alikuwa na kashida ingine ya hakuwa anakojoa. Angikojoa mkojo ilikuwa inarudi ndani wala itoke. Unafinya inatoka hiyo pass. Inatoka pass mingi sana, alikuwa na uchungu mingi sana. Tukastruggle, tukashindwa tutafanya nini. Yani ikafika mahali tumekosa hiyo pesa. Juu kuna daktari mwenye tulikuwa tunarifaiwa Kenyatta, anaitwa Dr. Gashara. Struggle. Friends za babake wakakam through. Ile ndio tulikuwa tunatakikana. Kaenda kwake pale Nairobi Hospital. Pigwa hiyo echo, tukamwelezea venye hata kukojoa hawezi. Daktari alichukulia vizuri, akatupatia daktari mzuri mwenye aliweza kumfanyia circumcision Kenyatta. Fanyiwa by then, hata kabla afanyiwe nakumbukanga tulipewa ngwa ya tuadmitiwe. Ilikuwa Sunday tukapewa kitanda. Monday tulikuwa twende hiyo, acha niseme tu theater juu theater alienda hiyo Monday. Sasa daktari mwenye alikuwa anakuja kumfanyia alikuja nakumbukanga ilikuwa saa 6 akakuja akaniambia, Mama Francis,
mtoto kesho tuko na yeye theater, so kuwa prepared, kitu yote inaweza happen. So hii tunaenda tunafanya ni 50-50. Nilimwangalia na nikashindwa vile nitasema. Sasa hiyo uko theater kwenye mlikuwa mnaenda, alikuwa anaenda kupasuliwa? Hakuwa anaenda kupasuliwa, alikuwa anaenda circumcision. Okay. Hiyo aweze kukojoa vizuri. Juu hakuwa anakojoa kabisa, ilikuwa akikojoa inarudi, kifinya ni pass usa ilikuwa inatoka. So akamfanyia vizuri, at least ikaenda vizuri. Nikaitoa mtoto wangu ako sawa, maliza hiyo, at least ikakuwa successful. Tukajua hiyo moja imeenda vizuri. Sasa tukakuwa biashara na tunaenda clinics, tumekuwa tukienda Kenyatta, tunaenda kujeni hivyo, tunaandikiwa tunaenda. Na kidogo nikurudishe nyuma. Shida ya roho ndio inafanya akose kukojoa vizuri ama shimo ya kukojoa. Shimo ya kukojoa ilikuwa kadogo, alafu penye ilikuwa ipite pia ilikuwa kidogo sana. Sasa ndio maana walisuggest waitoanishe yote, waitengeneze sasa kuwa na kojoa vizuri. Sasa after sasa mtoto wako sawa, amesacumcisewa, mtarudi nyumbani ama ataendelea na hata tukutake siku mingi. Tulikaa, ilikuwa Monday, tulifanyiwa Monday, tukakaa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday tulikuwa tumetoka. Sasa ni kumwangalia na akakuwa tu anaendelea vizuri. Hizo kugonjeka mingi zikaanza kuanza kupungua, but tumekuwa na hiyo struggle. Tunaona tunakaa sumeno, hata hizo meno zimeenda juu ya dawa mingi. Sasa ikafika tena last year nikakuwa nasumbuliwa na meno sana. Sasa daktari wake hapendi akiguzwa na daktari mwingine, ikakuwa tumesuggest twende kwa daktari mwingine wa meno na hapa 44. Kaenda akaangaliwa, walikuwa naona anaweza ng'olewa, lakini penye nilimpea barua akasema hapana, wacha daktari wake wa roho atupatie ruhusa kuja tumng'oe. Sasa tukapigia daktari wake Bashara, tukamwambia mtoto wako hivi na hivi, anaweza ng'olewa? Akaniambia hapana, huyo mtoto niletee kwanza. Kumpelekea akatuambia hapana, huyu mtoto lazima akatuandikia barua, lazima aende Kenyatta bado kwa meno. Sasa tumekuwa tukienda huko Kenyatta, tunaenda Kenyatta, tunapewa dawa, akaekewa hizo, ilikuwa process kuwekwa hizo silver, hizo meno konazo za silver, but tukang'ang'ana, pesa zilitumika sana na tukamaliza. Sasa penye shida ilikujia ni hapa, kuna ile tuliandikiwa tunafaa kulazwa ndio afanyiwe surgery mingi. Hiyo wanasemanga ni Glen na shunt. Ilikuwa July 22. Walikuwa wametuambia tuombe Mungu tupate kitanda. Sasa Kenyatta kupata kitanda ni ngumu sana. Atuambia twende. Tukipata kitanda ni sawa. Tukachukua miguu tukaenda. Kwa bahati mzuri ilitafutwa. At first tulienda ikatafutwa sana. Na akatuambia msiende nyumbani kwanza, juu mtoto anafaa kufanyiwa surgery kesho, tuone kama kuna kitanda tutapata. Kama saa 10 hapo. Tembeeni hivyo, mkuje kitu saa 10, tuone kama tutapata ile kitanda. Tulienda, na sisi tukakuwa maybe tumetoka penye tulikuwa tumeambiwa tukae. Kitanda ikapatikana mbele ya saa 10. Sasa penye tulirudi saa 10, tukaambiwa ile kitanda ilikuwa imepatikana imekosa. Tukaulizana tutafanya nini? Kwa bahati nzuri
Kuingia kwa system hivi akapata kuna kitanda imepatikana, although si ile ward ingependelewa mtoto akae, but sasa nini yetu ilikuwa tupate hiyo kitanda kwanza, tukaadmitiwa, ilikuwa 3B. Surgery haikuweza kufanyika the following day, tukapewa saa date ingine ya Thursday ndio tulichukuliwa na tukapelekwa theater. Walikuwa na daktari Kashara na daktari kadhaa hapo, Tatiana na wale wengine. Wakakuja wakang'ang'ana na mtoto, wakaniambia hawoni mtoto akisaidika. Hakuwa ngumu. Wakaniambia sasa penye imefika, Mama Francis, bali tu mtoto lazima aende India. Mimi nilijiuliza India. Kauliza Tatiana, pesa ya India itapatikana wapi? Kaniambia mtu anaendanga na faith. Unaongea tu na watu ndio wanasaidianga watu. Nilisikia ugumu juu ni kitu haijainipata. Niambia hapana. Juu sasa lazima tuokoe mtoto na lazima atengenezewe huko juu huku imeshindikana kabisa. Kama pia tukijaribu kwingine, hata mkijaribu mwisho ni nje tu. Fanya hivi, ambia Mungu akupatie hiyo pesa, muweze kwenda wapi? Muweze kwenda huko, at least atatengenezwa hiyo. Sasa kama sisi tungeweza kufanya, wangefanya kaa mbili, lakini akienda India atafanyiwa yote na hiyo story itakuwa imekamilika tu hivyo. So wakasema lazima aende India, ndo hiyo surgery anafanyiwa nini specific? Roho imefanya nini specific? Roho yake wanaitanga ni inaitwa complex heart disease. Hati yake haijaform kama hati ya kawaida, haina hiyo 4 chambers. Alafu yenye ako nayo ni ndogo sana, so wanatakanga waende waipanue, waifungue, ndio at least huyo mtoto akuwe na growth mzuri. Juu watu ukimwangalia sahi ana 4 years na bado unaona kuna vile kako ni mdogo, so wampatie hiyo kuweza kugrow vizuri, at least hata shule ajoin kama watoto wale wengine akiwa tu sawa. Umepewa maybe specific day ama time ya kuenda India? Hakuna. Wanasema ni emergency. Pesa ikapatikana tu, ni kwenda tu atengenezwe. Nĩ rũgano rwa kĩeha mũno mwĩroreri, nĩ mwana wa mĩaka 4 na toguo ũragĩkorwo ũkĩona ũngĩmũrora na mĩaka yake ndũngiuga nĩ mwana wa mĩaka 4 nĩ tondũ mwĩrĩ wake nĩ ũhinyĩrĩrĩkĩrĩire nĩ tondũ wa hihi mũrimũ ũcio wa ngoro. Na tarĩngĩ no nyende ũheane namba yanyu ya thimũ, tarĩngĩ mũndũ wĩ hau no ende kũmũnyitĩrĩra nĩgetha hihi gũkorwo magĩ-save muoyo wa mwana waku. 0798 07 07 08 0798 07 07 08. Na pengine kuna maybe harambee mmepanga ama mshaifanya? Jaifanya harambee bado. Alright, ndiakemekana hena mũndũ wĩna kĩũria tũtanarĩkĩrĩria. Gwĩciria hau niho tũgũkorwo tũkĩrĩkĩrĩria, no angĩkorwo wĩ hau na nĩ wahutio nĩ rũgano rũrũ, ũririkanie kiugo kĩa Ngai kiugaga mũkundania wa tũmaĩ nĩ Ngai akoragwo akikundia, na koguo ũngĩgerera njĩra ĩno ya gũkorwo ũgĩteithĩrĩria kana gaka nĩgetha gakorwo gagĩthiĩ bũrũri-inĩ wa India, gakorwo gagĩka surgery na gakorwo gagĩkũra ta ciana iria ingĩ, nĩ ũgũkorwo ũtemete itemi rĩnene mũno. Ririkana aya nĩ akombori, ti atĩ nĩ kwao makĩrĩ na kuona mbia, no gwetherera marakorwo magĩetherera nĩgetha hihi magĩkorwo magĩ-save muoyo wa mwana wao. Hau niho ngũkorwo ngĩkinyia, no ngũririkanie no ũkorwo ũkĩma-support kũgerera namba ĩyo twaheo nĩ mamu wao, na Ngai wa muoyo nĩ agũkorwo akĩmũrathima. Niĩ njĩtagwo Nyarari ya Mũrang'a, nĩ ngatho.